hapo tukaanza kumuona Mpanzu anaichezea klabu ya Simba. Sasa malalamiko yake anasema kwamba klabu ya Simba wamekiuka ama hawajafanya kama ambavyo walizungumza kipindi kile wakati wanamsaini Mpanzu. Kwanza kumbuka Isa Sulemani, timu hii ya Simba ilimsajili Mpanzu miezi mitatu kabla ya dirisha dogo, kama unakumbuka kipindi kile. Kabisa, yes. Wakawa wamemaliza kila kitu, lakini ITC ilikuwa bado haijatoka hadi kaja kutoka kipindi cha dirisha dogo. Na Simba waliwaambia Ajuvenche kwamba tutawapatia pesa yenu pindi tu mtapoipata, yani tutapoipata ITC. Na walitoa Seleo anasema Simba waliwaambia hivi, nyinyi timu za Kongo ni wajanja, kwa hiyo hatuwezi kuwapa pesa mapema, inawezekana labda msimlete mchezaji kwetu mkampeleka sehemu nyingine. Kwa bwana kweli Simba wakapush, ilipofika kipindi cha dirisha dogo ITC katoka. Mpanzu, Elimpanzu nakumbuka kipindi kile natoka tulikuwa wote hapa, tulikuwa nayo pia ITC. Elimpanzu akawa mchezaji wa Simba rasmi, anaitumikia Simba. Ndio. Na yule mtu ama kiongozi wa Simba aliyesafiri hapa hadi Kongo kwenda kushughulikia hiyo issue ya ITC, aliwaambia nikifika tu Tanzania mnapewa dola yenu 100,000. Na kwa Simba wamemsajili, yani Simba ilibidi wawape dola 100,000 timu hii ya Ajuvenche ama wao wanaita Ajuvenche kutoka Kongo pale Kinshasa. Umeona? Lakini baada ya kufika hapa Tanzania yule mtu alikaa kimya, wakawa wakipiga simu hawapokei, yani viongozi wa Simba ama watu wa Simba, simu ya ile timu ambayo ilikuwa inamiliki Mpanzu ikawa haipokelewi tena, kwa sababu wao wameshapata nini? Wamepata ITC ya mchezaji. Kwa hiyo wakasahau tena bana, kama kuna timu ambayo imetupa huyu mchezaji inatakiwa tuwalipe. Baada ya pressure kubwa miezi mitatu iliyopita, Simba wakalipa dola 30,000. Wakawaambia hii nyingine siku chache zijazo tunaenda tunaimalizia. Yeah. Kwa hiyo baki deni dola 70,000. Lakini sasa kilichotokea, Simba tena kama kawaida hawashiki simu, hawaonyeshi ushirikiano. Umeona? Kwa hiyo sasa huyu mwamba ama Seleo na kuna mtu mmoja anaitwa Marcel Kabea kwenye klabu ndio ambao walicheza hii deal sana, akaamua kufunga safari kuja Tanzania wiki chache tu zilizopita. Kama mlisikia kipindi cha finali ile, kwa maana kuna ndugu zake Mpanzu wamekuja. Huyu jamani nilikutana naye, unakumbuka siku ile alinipigia simu tunatoka hapa. Ndio yule alipigwa picha airport. Yule mdogo wake. Yule mdogo wake. Achana naye huyu mwamba mwingine, huyu Kindeke ni mwingine. Nikaenda kukutana naye, unakumbuka? Kuna siku tulikuwa tunatoka kusema kuna mtu anaondoka yuko airport. Alikuwa anakuja kwenye finali ile. Kwa nilipoenda kukutana naye, mkanda alinipa tangu kipindi kile. Of course nilikuwa naijua story nzima hii. Akawa amenielekeza, alienda Zanzibar, alivyorudi akarudi, wanaendelea kumpiga chenga na bwana, wewe nenda mzigo wako ama sisi tutaingiza mzigo. Kila kitu kitakuwa sawa. Alikuja hapo, nakumbuka hata kwenye mechi ya KMC alikuwepo. Hata zile kamera za wale watu wanaonyesha zimnasa pale, alikuwepo pale. Watu walikuwa wanamuona kama ni babake Mpanzu sio nini. Lakini huyu alikuja, target yake ilikuwa ni moja tu. Alikuwa anahitaji Simba wamalize ile pesa ambayo wanadaiwa, kwa sababu moja kuu, kuna mgogoro kwenye klabu yao wakati huu. Kwa sababu inaonekana hawa watu ambao walihusika kwenye ile deal wamepiga hii pesa, wakati wao wanasema hawajapiga hii pesa. Simba wameingia mitini kwamba Simba walikuwa wema sana kabla ya kupata ITC. Lakini baada ya kuahidi, yani baada ya kupewa ITC tu, Simba wakageuka kuwa mafia. Hawashiki simu, umeona? Hawana time tena na timu ambayo imemlea Mpanzu. Na ndio maana leo hii sasa wakaamua kufunguka ili Watanzania ama mashabiki wa Simba wajue kwamba Elimpanzu licha kuwa anafanya vizuri sana pale Simba, lakini Simba wamezima simu, hawataki kulipa mpunga wa watu huko Kongo. Yani wamekopi na kupesti kwa Chadra Kivoka. Yani umesikia nani?